Niambie mwanangu. Asa mimi nikudanganya tena ntia. Asali zile na Rebeka wapi? Ndio nikamwambia wewe. Jana nina nani uzio akupelekea wewe? Ndio nikamwambia usije kanifia mimi kwenye mwili wangu mimi sitaki. Sasa usalie hela. Basi nakwambia kaning'ang'ania hapa. Ndio mzee. Mimi hata simtaki. Kwani mke wake mbona simuona? Kamfukuza wameachana. Mtoto atakaje na yule mwanaume ana tabia kama zile? Muacha. Anajua kama mume wake vile tabia kutaka vidogo vya 2000. Si ataka kufa huyo. Na atakufa. Ana atakufa kweli. Yule kuna vitu anatufanyia ambavyo sivyo. Wewe mzee Prulu. Ujue nimetoka kulima shamba lake hilo. Nimempandia mpunga, nimemwekea mazao kibao. Umeelewa vizuri? Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza, alivyonipa tu hela yake nusu kipindi naanza kazi. Mpaka sasa hivi hela alionipa ni ile ile. Kila nikimfuatilia kwake anakula chocho. Kila nikimfuatilia kwake anakula chocho. Sasa sielewi shida ni nini. Labda wewe sijui unamuonaje yule mzee? Yaani na mimi kifupi nasema kweli yule mzee kweli anasumbua sana kwa swala la kulipa. Mara ya kwanza anakulipa, mara ya pili akulipi. Anasumbua kweli yule mzee. Na ameshasumbua watu wengi. Hata mimi ni mmoja wapo. Sasa mimi nimesema hivi nikwambie ndugu. Yaani kama ni salamu zimfikie yule mzee. Yaani mimi hela yangu hailiki. Hailiki hivyo. Na nishasema hivi, hela yangu bila kunipa, I say atajua mimi ni nani kwenye hiki kijiji. Tunafanyaje sasa? Mimi nimeshamtafuta yule mzee hapo. Haonekani kwenye hiki kijiji. Mimi nishamsearch sana. Na nitamuona. Yaani hapo kuna katikati nimeshamfuatilia sana hadi kwake nimeenda, nimerudi hadi mashambani na msearch lakini kama kapotea kijijini. Lakini na kuahidi ndugu yangu, mimi nitakuja kumuona hapo. Mimi namuona muda sio mrefu. Na nikimkamata. Lakini huyu mzee Mpululu ameshasumbua sana. Kama labda una njia moja wapo ambayo unaweza ukanisaidia hata mimi nikamtafuta. Niko tayari kwa sababu huyu mzee Mpululu namdai pesa yangu nyingi sana. Japokuwa nilimfanyia mara ya kwanza akanilipa, lakini siku iliyofuata ndio kama amenichanganya hivi. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Yaani kinachonifanya mimi nishindwe kuelewa ni kitu kimoja ndugu yangu. Yaani kwa nini kila tunapomfanyia kazi yule mzee, yule ndio vurugu? Mbona kwa ni sawa anatupa labda kazi za kufanya vijana ajira na tuajiri. Ni kweli, lakini sasa kwa mfumo anaotuendesha sisi vijana na tudhulumu ni kitu ambacho ni hatari sana. Alafu kinahatarisha maisha yetu kwa sababu tunajitoa kwa ajili ya familia zetu. Leo wanafikia hatua wanafanya mambo ambayo mimi hata siwaelewi. Mimi tukufiche ndugu yangu. Mimi tunakuelekea yule mzee tutakuja kuonana wabaya kwenye kijiji. Nikimkosa kwa namna yoyote nitampata. Yaani nitamtafuta kwa namna yoyote yule mzee nipate. Sasa hiyo kaka, uliyoongea ina maana kweli. Tusizidishe maneno. Tufanye mpango tumtafute yule mzee. Okay, haina shida. Kwa sababu huyu ndo dada yake. Nilikuwa nakuelezea kuhusu yule mzee yule ambaye anatokesha kazi. maana huyu ndo dada yake na mzee Mpululu. Ndio huyu hapa na namtuma na kufikisha salamu kwa kaka yako. Nakwambia. Fikisha salamu. Na wakaje? Yaani mzee wake na huyu. Sio nzuri. Yaani anaweza katufanyisha kazi. Kila anapofanyisha kazi anatulipa pesa ya kwanza afu ya mwisho tumalizia na kula miti. Sasa peleka taarifa kwa kaka yako. Kwa hiyo mimi nitoke nipeleke taarifa kwa kaka yangu. Peleka taarifa. Tena umwambie kabisa. Kama amezoea kuwachezea vijana wengine kuwafanyisha kazi alafu anawachezea. Sio sisi. Na hii sio sura ya kuchezewa. Hii sura nyingine tofauti. Kaka samani. Nilikuwa naulizia eti hii njia ndo nenda mtaa wa Paaga. Mimi siwezi kutoka hapa nikanyanyua miguu yangu. Naenda kila siku namtafuta lakini simpati. Na wewe ndo dada yake. Sasa nakwambia hivi, fikisha hizo salamu. Anikimbia? Anajifanya mjanja. Ananiogopa? Anakuogopa kitu. Ndio maana nishamfuata hapa shambani hayupo kwake hayupo. Wanalipa analipa hela. Hata wewe amedhulumiwa. Ndugu yangu kadhulumiwa anasema. Basi msinipe mimi ujumbe. Tokeni ngumosi ngupili mueneze Mpululu. Tumeshamfuata. Sikiliza ni vijana. Wewe unataka kusema kitu gani? Mwenyewe huyo mzee mfuate. Sisi hizo habari zake hazituhusu. Tena wewe ndio usiongee kwa jeuri hivyo. Yaani unakula nguvu zetu. Wewe ndio unanenepa kwa nguvu zetu afu unakuja hapa unatutamkia maneno ya hovyo. Sikiliza kaka, sikiliza nikwambie. Unajua bwana, hapa kijijini mzee Mpululu anajulikana kwamba ni mzee wa heshima. Msimvunjie heshima mzee. Kwa hiyo nyinyi cha kufanya, simesikia maneno?
tokeni moja kwa moja hapa mwende mkamwambie kaka, kumwambie kwamba sisi tunamdai pesa yetu. Wewe unamwambia humjui? Umjui wewe? Sasa tumeshamtafuta tujampata sasa. Mpelekeni taarifa. Mwambie. Tukapeleke taarifa. Mwambie kabisa. Anti, tuondoke wanapoteza. Popote kwa Kisha wewe. Vijana vipi? Mmeshavuta mibangi. Vijana waovyo wenyewe, ni cheki suruali zao zile. Asante. Okay, sawa. Yaani kakaangu jamani, kila mtu anamlalamika yeye. Usimalize maneno, mimi hata sielewi. Atajua mwenye akitolewa miguu, akitolewa mbavu, mimi sielewi. Kakaangu amezidi kwa kweli. Sasa naona aibu. Ndio kamuelekeze kaka yako na wewe. yaani unajifanya wabishi hii familia, lakini tutaionyesha kama sisi ni wakina nani. Yaani ile mzee lazima atoe hela yetu. Atatoa tu ile hela. Hiyo unasema ni kweli. Bahati nzuri taarifa tumefanyaje tumfikishia. Au unasemaje? Taarifa imepata, lakini tutajulikana. Kwanza yeye anataka kuzungumza sana, bahati nzuri kwa tunapita pale kwa mzee Juma pale anacheza bao kila siku, tunamfahamu na tutajuana hiyo siku. Yaani nitakapomkamata hela yangu ataitoa. Kama ni ule msuli tutaukamata tunaenda kuuza. Hela yetu tutakapomuona sehemu yoyote lazima ile yetu afanye atoe.